Tunaendelea na system yetu ya kusoma comment za wapenzi watazamaji wetu. Hivyo ngoja tusome comment hapa, zipo kama comment mbili, naomba nizijibu kwa kutumia makala moja ama kwa kutumia video hii moja. Nijibu maswali yote mawili ili tuweze kufanya na mambo mengine. Anaitwa Ame Charles, anasema ya kwamba cheti cha zamani kuwa kipya bei gani kaka? Nadhani tumemsikia alivyouliza swali lake, na hii ni baada ya kuupload makala ambayo inazungumzia kwamba tuandae vyeti vyetu kwa ajili ya ajira za polisi. Ndugu yetu mwingine anaitwa Irene Priva, anasema kwamba jamani, mi naombeni zikitoka ajira za polisi mnishitue. Hii ni baada ya kuona makala yetu ambayo tukizungumzia zile ajira ambazo ni 10,919. Kwa hiyo anahitaji zikitoka tumshitue. Sasa tuanze kujibu swali moja baada ya jingine. Nikianza na ndugu yangu hapa ambaye ni Irene. Iko hivi Irene. Ajira zikitoka tu lazima tutoe taarifa. Hivyo cha kukuomba, kama bado hujasubscribe channel yetu, bonyeza kitufe chekundu. Pia usisahau kugonga alama ya kengele kuarau notification zote ziwe zinaingia kwenye simu yako, ili ajira tu zikitoka notification upokee. Na sisi ajira zikitoka tutaelekezana namna gani ya kuapply online, maana polisi wanatumia mfumo wa mtandaoni kutuma maombi, sio tena kama ile JWTZ ambapo tuliandika barua na kutuma kwa sanduku la posta. Nikija swali jingine la kwanza la ndugu yetu ambaye anauliza cheti cha zamani kuwa kipya bei gani kaka? Iko hivi, siwezi kuwa muongo, sijafahamu gharama ya kurudisha cheti chako kionekane tena kama kipya. Lakini cha kukuomba, kama cheti chako angalau bado kinaonekana vizuri, hakikisha unakipiga lamination. Umenielewa? Maana mchakato wa kupata cheti kingine ni mrefu sana, yani kwa ninavyojua hata mtu akipoteza cheti mpaka aje akipate, yani afuatilie akipate tena, ni mrorongo mrefu sana ndugu yangu. Kwa maana hiyo, kama kweli cheti hicho unacho na bado angalau kinaonekana vizuri, hakikisha umekipiga lamination. Na kwa wewe ambaye unanisikiliza hivi sasa, kama una cheti chako cha form 4, cha form 6, hakikisha vyeti vyako vyote umeviwekea lamination. Alafu uzuri wa kupiga lamination, hata kopi unatoa inatoka vizuri tu. Kwa maana hiyo, huo ni ulinzi kwa ajili ya cheti chako. Hakikisha vyeti vyako vyote, iwe cheti cha kuzaliwa cha nini, vyote vipige lamination. Narudia tena, hakikisha vyeti vyako vyote uwe umevipiga lamination. Hata kama kikilowana na maji basi kinakuwa hakiharibiki, maana lamination pale itakuwa kwa juu. Asante kwa kunisikiliza, na ninakushauri tena ndugu yangu, hili swala ni sensitive sana. Ame Charles, hakikisha cheti chako ama vyeti vyako vyote umevipiga lamination. Kama kinaonekana angalau hata kidogo, make sure ukiprotect. Kipige lamination, kiweke mahali safi. Yes, itakuwa bomba zaidi. Maana mchakato wa kurudisha cheti ama mtu akipoteza cheti mpaka kuja kukipata tena inachukua muda. Ndio maana watu ambao wakipoteza vyeti vyao au vikiungua na moto huwa wanalia, maana amepoteza mali ya msingi sana. Na bila cheti kwa Tanzania yetu hakuna anayekuelewa. Narudia tena, bila kuwa na cheti kwa Tanzania yetu ukiwa unazunguka kutafuta ajira, hakuna atakaye kuelewa, hakuna atakaye kuelewa. Narudia tena, hakuna atakaye kuelewa. Huwezi ukaongea umemaliza form 4, umemaliza form 6, umemaliza chuo,
alafu hauna cheti. Hata kama wewe una cheti cha chuo kikuu au una cheti cha form 6 alafu cheti chako cha form 4 kimeharibika, hakipo kabisa, umepoteza, hakuna atakaye kuelewa. Watu wanataka vyeti vyote. Nafikiri nimeeleweka. Hakikisha vyeti vyako unavipiga lamination na uvitunze kama mboni ya jicho lako. Asante.